Wale ambao wamekuwa kufuatilia kuanzia asubuhi, idadi kubwa walijitokeza nyakati za asubuhi, waliacha shughuli zao na wengine hata walikuwa wako tayari kuwapa nafasi watu ambao walikuwa wanaelekea makazini. Kama tulivyoelezewa hapa, ni eneo ambalo linaendeleza shughuli za kilimo sana. Kwa wale ambao walikuwa ni wakulima, walikuwa wanapewa nafasi na wenzao ambao ni wapiga kura, wapige kura, wakimaliza waendelee na shughuli zao za kilimo ili watu wengine pia waendelee kupiga kura. Hali ambayo ilishuhudiwa katika kila kituo. Baadhi ya vituo watu wengi tu walijitokeza kwa wingi, mfano ambao kulingana na wenzangu ambao tulikuwa nao hapa, wadadisi wa masuala ya siasa, wakisema kwamba ni mfano ambao unafaa kuigwa kuendeleza taifa mbele, hususan ikiwa imesalia miezi tuseme 13 kabla ya Kenya ingie katika uchaguzi mkuu. Mtazamaji, hivi sasa basi vile vile na wageni wengine hapa ambao pia wanaleta kumbukumbu vitu vile za hapo awali. Nakumbuka wakati wa mwaka 2022, mwaka 2017, ni baadhi ya wadadisi ambao tulikuwa saa nyingine tunakesha nao hapa studio ili tukijadili masuala mbalimbali. Tunaye Daktari Luchetu Likaka, mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile anafunza katika baadhi ya vyuo hapa nchini, lakini siku hizi anasema kidogo ameacha mambo kama hayo. Aisee, karibu sana katika studio zetu. Nashukuru kakangu, ni vyema kukuona na kwamba tunajumuika tena kuchanganua mawili matatu. Aisee, inapendeza sana. Kila nikikuona ni fikra zinazokuja ni zile wakati wa uchaguzi. Sawia tu na wakili hapa tunaye. Karibu sana Nyaribo, labda siku yako imekwendaje? Haiko sawa, tunangojea matokeo kwa hamu. Ukiwa hapa, kumbukumbu unazozipata ni zipi? Well, unajua wananchi ndio huamua kawaida Na wananchi wakichagua huyu haimaanishi wanamchukia yule, lakini huyu ndio wanampenda sana. Kwa hivyo vile kunaonekana, ingawaje serikali unajua iko na mkono mrefu ikienda kuwa giza, lakini hii kitu ni kama imeenda wapi? Imeenda wapi? Tutaangalia hayo baadaye. Nicholas Musumbi, karibu sana katika studio zetu. Asante. Innocent Musumbi. Innocent Musumbi, karibu sana katika studio zetu. Na kwanza kabisa labda daktari, umeona mchakato mzima. Sitaki kusema nianzie pale tulipoachia, lakini tupigie taswira ya mchakato wote kutoka kampeni mpaka sasa, kura zinaendelea kuhesabiwa. Unadhani kuna hali ya ukomavu kwa wananchi katika kushughulishwa katika mchakato mzima mpaka kwenda kupiga kura? Kakao, nianze kwa kusema hivi. Kura hii ni kura ya pingamizi dhidi ya uongozi wa William Ruto. Na ndio hivyo kwamba baada ya kumuondoa Rigathi Gachagua kama naibu wake, Mlima Kenya ulisononeka kiasi kwamba wamejaribu kuja kumuonyesha William Ruto kwamba ulitudhalimu na pengine ni vyema tuweze kukulipia. Na ndio hivyo unaona kwamba mizani hii sio DCP na UDA hasa, bali tunaangalia ukomavu wa DCP ambayo ni chama changa, na tunaangalia William Ruto vile alisema kwamba yeye ana wapenzi Mlima Kenya, na baada anawatendea vile walikubaliana. Wanajaribu kumuonyesha, je, unavyotenda ni vile tulikuambia, na sisi tunaona kwamba vile umemuondoa mmoja wetu, basi ni ile kwa kimombo tunasema ni protest vote, kujaribu kumweleza William Ruto kwamba hawataki kuingiliana na yeye kwa sababu yale ambayo amemfanyia mmoja wao. Na hasa kuangalia kwamba upinzani ulipoteza kule Malaba, kuna mchezo ulicheza kule hatukufurahia, kuna kule Mbere tuliona yale alifanya kule. Sasa natumai hawa wananchi wameona kwamba wajitokeze kimasomaso, na hasa kwa ile hali kwamba wengi wamepika kura kabla ya saa 6 mchana, kumaanisha kuna msukumo fulani, kuna semi fulani wanajaribu kueleza kwamba tujifunze ni nini wanajaribu kutuambia. Na ndivyo tena unaangalia 60% kwa by election ni kubwa mno, si rahisi kwamba Wakenya ufanya hivi, kumaanisha kwamba kuna mwamko mpya na kuna mwelekeo fulani ambao wanataka pengine kutueleza, na ni vyema tuangalie baada ya kura hizi kupigwa, tutapangalia yale matokeo, tutajua kweli kuna semi fulani ambao walitaka kuleta. Hiyo narrative ndio nataka tufuatilie sasa kuelekea 2027. Nyaribo, ni kura ya hasira vile anavyosema daktari. Kweli hii si kura ya kawaida. Hii ni kura ya ile kupingana kati ya Rigathi Gachagua na president wetu William Ruto. Haswa hilo ndio jambo kubwa. President anajaribu kuonyesha kwamba mimi ndio president, niko na control. Na sasa anasema huyu Gachagua ni mtu mdogo, anaongea tu namna hii lakini nitamchapa tu. Na ukweli alimchapa Mbere na alimchapa Bungoma, hata kama
ndugu yangu hapa anasema unajua alishinda, alisema walionewa. Hapo wanasema ati iliibwa. Tunajitetea. Hiyo kuibwa pia ni part of hii mchakato wa kisiasa. Kwa hivyo hapa president ana ile, yani anataka kuonyesha sana ya kwamba mimi bado niko na marafiki Mount Kenya. Na huyu DCP Kinara anasema as far as Mount Kenya is concerned, hapo tulitoka sisi. Unaona sasa. So kwa hivyo hii ni ndani ya mlima. Kwa hivyo hawa wawili ndio haswa wanapigana. Wanataka kuonyesha umaarufu wao wa kisiasa. President anasema huyu ni one term MP, huyu ni one term half term deputy president, hawezi kitu. Na huyu naye ametoa zile hisia za kikabila sana kuonyesha kwamba sisi kama mlima tuko pamoja. Kwa hivyo ni between William Ruto na actually hakuna election hapo, kwa sababu uliona watu wanapewa mattress, mtu anapewa gas. Tutakuja huko. Tutakuja huko. Innocent, labda kwa maoni yako, unachukulia ni uchaguzi wa kulipiza kisasi, uchaguzi wa kuonyesha nani mbabe, ama uchaguzi wa hasira kutokana na namna ambavyo waliojitokeza? Ni kipi ambacho labda tunafaa kujifunza kwa Wakenya kwenda mbele? Manzu, ukweli wa mambo ni kwamba huu ni uchaguzi wa kushindana ubabe wa siasa. Vile wenzangu wameeleza hapa, ubabe wa deputy president ambaye alitolewa mamlakani, na ubabe wa ni Rais Ruto hapo na bado ushawishi pale kwa mlima. Na niseme mimi kama mchanganuzi wa mambo ya siasa, it is not a very good day for Kenyans, kwa sababu unajua watu wa Olkalau walimpoteza mbunge wao. Bunge ambaye alikuwa anawawakilisha pale kwa bunge. Hivyo basi walikuwa waende kwa kura wachague mbunge mwingine ambaye atawawakilisha. Lakini unaona the issues zenye sasa zimekuja hapa hazisaidii wale wananchi. Hapo ukisema kutokamana na kampeni ambazo zimetoka. Kampeni zenye zimefanywa pale, yale madai tumeyaona pale, mkubwa wa hii chama ya DCP. Madai yenye ni ya kupandisha temperature, kupandisha joto sana. Akiongea neno kama masaka ya watu wetu. Masaka jameni, unajua ni swala nyeti sana hiyo. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao ulikuwa uonyeshe Kenya inaendelea mbele, lakini bado tunaona a lot of retrogressive katika siasa zetu. Na tukienda mbele wakati wa siasa za 2027, kama hii ndio mambo ambayo tutaendelea na kuyaona, kwa kweli Kenya, we are not growing, we are still going back to the lakini past. Kulingana na kile ambacho kimeshuhudiwa, na ukiangazia zaidi hapa ukomavu wa Kenya wenyewe, namna ambavyo wamejitokeza, ametaja kwamba ukiangalia nyuma historia katika chaguzi ndogo zilizofanywa, huu ni uchaguzi mdogo ambao umetokezea kwamba watu wengi wamejitokeza. Hiyo ni moja. Yes. Kwenda kwenye 2027 kuna mwamko labda ambao tumeona kutokana na hii? Exactly. On the issue ya voter turnout, hiyo tukubali wa Kenya, hiyo ni jambo zuri sana. Kwa sababu mwaka wa 22 tuliona wa Kenya hawakujitokeza sana. Zile by election tumekuwa nazo, tumeona zikiwa chini hata ya 40%. Hii yenye imeenda 60 kwenda juu ni wamejitokeza sana, na hiyo ni jambo zuri. Lakini swali ni kujiuliza, mbona wamejitokeza? Was it on the issue ya mambo ya uongozi ama ni ubabi? Sababu tumeona kwa nini wamejitokeza. Naanza na Daktari Lichetu, kwa nini wamejitokeza? Kaka, ni kueleza hivi. Na nitakurejesha kwenye historia kwa sababu ni vizuri tupeane hiyo background. Kweli. Mwaka wa 2002 unakumbuka kama Wakenya walijitokeza kumtuma Rais Moi nyumbani na tukampatia Mwai Kibaki nafasi hiyo. Baadaye tuliambiwa kwamba we were the most hopeful nation. Baadaye 2005 uliona yale yalifanyika, 2007, 2013. 2022 hesabu zilirejea nyuma kidogo kwa sababu wengi walikuwa wamepoteza tumaini. Na tumaini hilo tumeona likididimia zaidi. Lakini nikurejeshe 2013. Wakenya wengi walijitokeza walipoambiwa kwamba hawa msipowapigia kura watachukuliwa na Okambo waelekee Hague. Wengi walijitokeza kuwapigia kura ili wahakikisha kwamba wamewalinda wasichukuliwe. Tunapokuja kwa kura hizi za sasa, mbona Wakenya wanajitokeza? Ukweli uliopo ni kwamba Wakenya wengi wamesononeka na mwelekeo wa kitaifa, kiuchumi,
hali ya biashara na sekta mbalimbali ambazo zimedorora na ile lack of rule of law ambayo tunakosa. Sasa wale wa Kenya ambao wanajitokeza ni kwa sababu wanajaribu kupeana kwamba ni notice ama kusema kwamba ni hivi tunataka taifa lielekee, bali si vile serikali inavyotaka kutuelekeza. Na niseme hivi, hebu nieleze, mbona tuwe na maafisa wa polisi 1000 kwenye constituency? Ukifanya hesabu ya vituo 144, fanya askari wawili kwa kila kituo, basi na wale wengine ambao wataongezeka hata pengine kama 50 ama 100. Mbona 1000? Mbona katika campaign tumeona gesi zikipeanwa, godoro zikipeanwa, kumaanisha kwamba hata sasa hivi kuna mwenzangu amenieleza kwamba angeomba mbunge wetu aage kwa sababu tungefaidika kwa sababu haya ambayo yamefanyika hawajai yaona. Lakini daktari, hapo kidogo naomba niingilie. Je, ni swala la kumhonga mpiga kura ama kuleta maendeleo namna maendeleo mengine yanayofanyika katika maeneo mengine? Nikueleze, Mlima Kenya ni mwanamwali kwenye siasa za Kenya. Aha. Na ndio hivyo lazima wangepewa wale mapochopocho kuliko sehemu nyingine yoyote. Na nimeambia wale wangu wa kule Western Kenya kwamba jitayarisheni wanapomaliza Mlima Kenya wakija, angalau tuongeze gharama yetu, stake yetu tutakuwa juu. Kwa sababu gani? Rais ameona kwamba anahitaji sana Mlima Kenya kujaribu kupeana ile taswira kwamba bado anadhibiti Mlima Kenya. Na Mlima Kenya nao wanajaribu kusema kwamba ulitusaliti, tutakufunza. Sasa katika ile malumbano ndio naona tumeweka hela nyingi kule, na pengine mimi kwa hiari yangu kura hizi hazingeendelea. Kwa sababu tumevunja sheria zote ambazo zinahusika katika sheria ambazo zinahusika katika hali ya kupiga kura ama uchaguzi mzima. Ingekuwa vyema kwangu tungeweza kuahirisha, kwa sababu tumeona yale ambayo yanajitokeza, na pengine nitaeleza kinagaubaga baadaye. Swala nyeti ambalo nataka tuone hapa ni kwamba wanapojitokeza hivi, mara nyingi wa Kenya hujaribu kupeana semi fulani. Tuliona walipojitokeza 2013, 2017 na 2017 kwa sababu kuna statement fulani huwa wanapeana. Na wakati Raila Odinga alijiondoa, unaona kwamba wengi matumaini yalididimia. Hivi sasa Rigathi Gachagua, ingawaje kuna semi ambazo unaweza sema kwamba zinakuzia mambo ambayo si mazuri kama ukabila kiasi fulani, lakini kuna mambo ambayo ananena ambayo Wakenya wengi wanaona kwamba ni kweli. Na ni vigumu sana kupata wale ambao ni wajasiri kama vile Rigathi Gachagua anavyosema, kwa sababu hata mimi ukiniambia leo kakangu kwamba mimi ni Mkenya ndio, lakini kabla niwe Mkenya mimi ni Mluya, kabla niwe Mluya mimi nami niko na subtribe yangu. Sasa kuna ile ambaye Rigathi Gachagua ametumia nafasi hiyo ili kuweza kucanvalize mlima, kwa sababu yale mambo ambayo yalifanya akatuma nyumbani ya shares, lazima atakuja kuonyesha kwamba ikiwa haya ndio yalifanyika, ndami ndatumia haya hivi kumaliza William Ruto. Hawa ndio wale wa mfale wale wanapigana, setu ni kutazama tu. Nyaribo, tuingilie kwenye swala la sheria. Ametaja kwamba kulikuwa na ukiukaji wa zile sheria za uchaguzi, jambo ambalo lilipelekea wakati mmoja pia tume yenyewe ilitoka ikatahadharisha na kutoa onyo kwamba huenda tukasimamisha uchaguzi huu kwa sababu ya kile kinachoshuhudiwa pale. Maana anasema kuna ununuzi wa kura, kuna masuala ya ufisadi ambao umeingia pale na vitu kama hivyo. Na pia nakupa mfano mwingine, hilo jana tu ametoka kuzungumza na kupeana taarifa yao kwa vyombo vya habari wakisema kwamba tayari tumepeana malalamishi yetu kwa tume ya IEBC, hatujui kwa nini hawawezi kusimamisha uchaguzi uje. Kulikuwa na haja kusimamisha, maana ikifikia kutoka kwa Ethacon mwenyewe aseme kwamba tunahatarisha kule ambako tunakokwenda kutakuwa kugumu zaidi. Manake vipi tutahalalisha matokeo haya wakati ambapo kumekuwa na visa vya ununuzi wa kura au hata kuhongana? Ni kweli chairman wa IEBC angechunguza hili jambo vizuri, na actually vile watu wengi wamenena angesimamisha huu uchaguzi, kwa sababu kulikuwa na bribery outright. Tunaiona tu watu wanapewa hizi magodoro, hizi magesi, pesa. Mwingine amesema walikuwa wanashika sufuria anapika akitumia pesa, ndiye anatumia kama karatasi. Kwa hivyo kulikuwa na kubribe hawa wapiga kura sana. Na kwa hivyo, na sio hiyo peke yake, pia tumeona violence, tumeona ghasia ambazo zimefanywa wakati ya campaign na wakati huu siku ya leo. Kwa hivyo hiyo ni kwa sheria ni qualification moja ambaye inafaa itumiwe kusimamisha huo uchaguzi. Kwa hivyo Ethacon, God bless him and he's vile anafanya kazi yake, lakini
angetusaidia sana kutuma correct message saa hii. Sasa next year tungekuwa sawa sawa. Sasa hajatuma hiyo message, hajaonyesha kwamba ako na grip kwa IEBC. Lakini Manzu, kuna jambo ambalo wenzetu umeongelelea, ningependa tu nitaje. Wakenya bado actually ni kama hatujajua tunataka nini kama nchi. Can you imagine at in 2013 tulivote Uhuru Kenyatta na William Ruto just kuwa protect. That was the whole purpose kwa vote yetu. As a country tulienda tukasema watoto yetu hatuwezi kubali wapelekwe Hague. Tuka protect. Sasa hiyo ndio maadili ya Kenya sasa. Na leo watu wanaimba kaongo, kasongo. Lakini ukiangalia wanatakaje? Wanataka sufuria iletwe kwa nyumba na gesi iletwe na mattress alafu waende kupiga kura. Kwa hivyo sisi, by the way, hatuchafika ile level ya India, ile level ya China, ile level ya Singapore mnasema tuende. Kwa sababu wao wanaangalia ni nani tukimchagua atatupeleka kwa next level. Naomba tusimame hapo tuende mapumziko kidogo, maana kuna vidokezo tutakatoelezewa Kenya tumeandalia nini, lakini tutakaporudi pia bado nataka nishike hili swala la hizi sheria za uchaguzi na kile ambacho IEBC waliona mpaka wakatahadharisha wapiga kura. Usiende mbali mtazamaji, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu tuangazie zaidi swala hili la sheria za uchaguzi.